Karibuni tena tutafakari pamoja, hasa katika kipindi hiki cha mwisho wa mwaka. Leo ni mwisho wa mwaka na kesho, panapo majaliwa, tutauona mwaka mpya. Sasa katika tafakari iliyotangulia tulizungumzia juu ya malengo ambayo ni ya muhimu sana kuwa nayo katika kipindi cha mwaka mpya tunaoingia. Ijapo tunajua kwamba tuna malengo mbalimbali tuliyoyaweka katika maisha yetu, lakini kuna malengo ambayo ni muhimu kuto kuyaacha, yaani ni muhimu kuyaongeza. Kwa hiyo tafakari yetu ya leo pia inasema ongeza katika malengo yako ya mwaka unaokuja, ambapo ni mawili. Na moja ni usifurahie adui yako aangukapo. Hilo ni jambo la kwanza. Usifurahie adui yako aangukapo. Na jambo la pili ni kufurahia mafanikio ya wengine pamoja nao. Furahia mafanikio ya wengine pamoja nao. Kama tukiweza kuyaongeza malengo haya mawili pamoja na yale mengine tuliyaona hapo jana, ambao tuliona la kwanza ni kuitafuta furaha na la pili ni kuwajali wengine. Sasa kwa vile furaha ni muhimu katika maisha yetu, kamwe tusifurahie huzuni ya wengine, hata ya adui zetu. Kama unavyohitaji furaha, basi jali na furaha ya mwenzako, kwa maana hujiongezei chochote pale mwenzako anapoingia katika huzuni. Hivyo basi, furahini pamoja nao wafurahio, lieni pamoja nao waliao. Ndivyo Biblia inavyotuambia, na hii tunaisoma katika Warumi sura ya 12 mstari wa 15. Tena tusibague katika kutoa baraka, bali wabarikini wanao waudhi. Na hii tunaisoma katika Warumi 12 mstari wa 14. Zingatieni kabisa jambo hili: barikini wala msilaani. Warumi 12 mstari wa 14. Biblia inaendelea kusema tena, usifurahi adui yako aangukapo, ajikwaapo usiache moyo wako ushangilie. Labda tungerudia neno hilo kwa msisitizo zaidi. Tena usifurahi adui yako aangukapo, ajikwaapo usiache moyo wako ushangilie. Na hii tunaisoma katika Mithali sura ya Mithali 24 mstari wa 17. Lakini adui yako akiwa na njaa mlishe, akiwa na kiu mnyweshe, maana ufanyapo hivyo utampalia makaa ya moto kichwani mwake. Na hiyo tunaipata katika Warumi sura ya 12 mstari wa 20. Kamwe msimlipe mtu uovu kwa uovu, angalieni yaliyo mema machoni pa watu wote. Warumi sura ya 12 mstari wa 17. Lakini angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu kusudi mtazamwe na wao, kwa maana mkifanya kama hayo hampati thawabu kwa Baba yenu aliye mbinguni. Mathayo sura ya 6 mstari ule wa 1. Katika kuwapenda na kuwajali wengine, pendo lisiwe na unafiki. Lichukieni lililo ovu, mkiambatana na lililo jema. Warumi sura ya 12 mstari wa 9. Kwa pendo la udugu mpendane ninyi kwa ninyi kwa heshima, mkitanguliza
au mkiwatanguliza wenzenu. Warumi sura ya 12 mstari ule wa 10. Jambo la pili, usisahau kushangilia mafanikio ya wengine pamoja nao. Sasa unaonaje mwaka unaokuja ikawa kama tutaweka mstari wa mbele kusherehekea baraka na mafanikio ya wengine pamoja nao? Tunaona mfano mzuri wa Bikira Maria pale alipoharakisha kwenda kumwona na kumpa heko umbu lake Elizabeti baada ya kupashwa habari kuwa alikuwa mjamzito. Hiyo tunaisoma katika Luka sura ya 1 mstari wa 39 mpaka ule wa 45. Tofauti na alivyofanya Bikira Maria, wengi wetu huwa hatufurahii baraka za wengine. Tena tunapata hasira kabisa pale tunaposikia mwenzetu mambo yake yanamwendea vizuri. Tunasahau kuwa tunaposhangilia mafanikio ya wengine ndipo milango ya baraka inafunguka kwetu vilevile. Bikira Maria alikwenda kushangilia baraka za mwenzake, na huko akakutana na maneno ya baraka kubwa kutoka kwake, yani kutoka kwa Elizabeti, na alimwambia, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na amebarikiwa mzao wa tumbo lako. Hakika haya ni maneno ya baraka kubwa. Tunapofanya jambo jema kwa wengine, hatimaye tunaishia kuvuna matunda ya baraka kama alivyofanya au kama ilivyotokea kwa Bikira Maria. Kumbe basi, kushangilia baraka za mwingine ni baraka kwetu vilevile. Lakini hali yetu ya ubinafsi ya kutaka sisi tupate tu na sio watu wengine inatunyima baraka sana. Hata katika makundi yetu ya WhatsApp utaona mtu akifanya jambo zuri anashambuliwa na kumkatisha tamaa badala ya kumuinua. Udaku unapewa kipaumbele sana na vicheko hutujaa pale mwenzetu anapokwama katika jambo fulani. Pole za kinafiki zinamiminika midomoni, lakini kebehi na vicheko vinatutinga mioyoni kushangilia shida ya mwingine. Kwa kufanya hivyo, tunajinyima baraka wenyewe. Lakini tujiulize, je, kwa faida ya nani? Hivyo basi tusisahau haya mambo mengine mawili kama malengo yetu kwa mwaka unaokuja. Moja, usifurahie adui yako aangukapo. Mwaka huu unaokuja tujitahidi kabisa tusifurahie kamwe adui zetu wanapoanguka. Na jambo la pili ambalo ni la muhimu pia kuongeza katika malengo yetu kwa mwaka huu unaokuja, tufurahie mafanikio ya wengine pamoja nao. Haya mawili tukiongeza na yale mengine ya mwanzo ambayo ni kuitafuta furaha na kuwajali wengine, hakika mwaka ujao utakuwa wa mafanikio na wa baraka tele. Hongera kwa kufika mwisho wa mwaka. Tumwombe Mungu atujalie hiyo kesho tuingie mwaka mpya.